Praise the Lord. My name's Pastor Paul Delito. I love God. Jesus Christ is my savior. Amenitoa mbali kwa uwezo na nguvu zake, na nashukuru kwa sababu amekuwa rafiki wangu wa karibu. Kwa yote ambayo napitia, Mungu ako pamoja nami. Nimeshukuru kwa wakati huu. Welcome to the program. I'm going to introduce my guest today. On my left side, I have. My name is Catherine Bushe. I am a counselor by profession. On my right side, I have. I am Salome Kirago. I'm a teacher by profession. I love Jesus. Thank you very much. Today, welcome viewers. Today, we have a topic that we are going to talk about it. And our topic today is that truth will set you free. Ukweli utakuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo ni siku ya maana sana kwa sababu tunaenda kuongea mambo ambayo iko katika hali ya undani sana. Na jambo ambalo ningetaka tuangalie sana ni jambo ambalo linanihusu na jambo ambalo linakuhusu wewe na linakuhusu pia wewe na pia mtazamaji. Ningetaka kwanza tuangalie jambo moja ambalo limekuwa ni kidonda sugu ndani ya maisha ya watu na ndani ya maisha yetu. Jambo ambalo limekuwa kero kwa familia. Jambo ambalo limekuwa ni jambo ambalo halieleweki kamwe. Mashida imepata watu. Watu wametembea sana kutafuta suluhu. Wametembea sana kwa watumishi wa Mungu. Wametembea sana hata kwa mahospitali. Lakini saa ingine unakuta hili jambo haifiki mwisho. Na kama vile nakwambia saa hii, kama vile kichwa ya ujumbe wetu, ukweli utakuweka huru. Siku ya leo tunataka tuongee jambo la generation curses, ama laana ya ukoo. Karibu sana katika hiki kipindi. Ningetaka kwanza tujue tofauti ine ama mambo maine ambayo yanaleta generation curses. Na pia generation curses, when we talk about generation curses, tunaongea juu ya laana ambalo ni la zamani. Laana ambalo labda njia moja ama ingine lililetwa na wazazi wa wazazi wetu. Kwa hivyo ni laana ya ukoo. Ni laana ya ukoo. Inaweza kuwa ni laana ya zamani sana, mababu na mababu. Na inaweza kuwa laana hiyo ndio hata saa hii inasababisha matatizo na shida. Na kama vile ningetaka tuongee juu ya hili jambo. Katika ulimwengu wa kiroho, in a spiritual realm, katika ufalme wa Mungu, there is something that we call protocol. Kuna ukuu ndani ya ufalme wa Mungu. Kama vile katika ufalme wa dunia, or now the government we have the president, we have the CS, and we have the PS. Kila mtu ako na mamlaka yake. Na kama vile tunaomba katika ombi la Baba yetu aliye mbinguni, tunasema ufalme wako uje kama vile uko katika hali ya dunia. Kwa hivyo ufalme wa mbinguni na wa dunia ni kama ufalme moja, lakini uko tofauti kidogo. Ukiangalia katika maandishi yaliyo ndani ya Waibrania 1:6-7, utakuta Mungu mwenyewe aliweka madaraka. Aliweka madaraka vile tutakuwa tukiishi na vile tutakuwa tukitawaliwa. Na wakati aliweka hiyo madaraka, alisema mimi ndiye Mungu. Mungu aliyeumba vitu vyote vilio hai na zile ambao haina uhai.
akawaita malaika wake, akawaambia kujeni hapa, na akaita mwana wake Yesu Kristo, akawaambia tumekaa na nyinyi kwa muda mrefu, nyinyi malaika, lakini sijawahi hata siku moja kumuita mwana wangu ama mtoto wangu. I've never called you my son. But here I have my son. Akaita Yesu Kristo, akamuita Yesu Kristo, akawaambia this is my son. Na nyinyi mko chini ya huyu mwanangu. Kwa hivyo Yesu, Mungu mwenyewe alileta mamlaka ndiposa mtu ajue kazi yake. Akasema yeye ndiye Mungu muumba vyote. Akasema Yesu Kristo ndiye mwana wake tu wa pekee. Akaita malaika, akawaambia nyinyi mko chini ya mwanangu Yesu Kristo. Kutoka hapo alimuita mtumishi wake, his servant. Na ningetaka kidogo tusome katika hiyo kitabu kidogo, dakika 2, tusikie yale mambo Mungu alisema. Yale mambo Mungu alisema juu ya hilo jambo. Ningetaka tuone Waebrania, Hebrews 1 from 6. Ningetaka kadri utusomee kutoka Hebrews 1 from verse 6. But when God was about to send his firstborn son into the world, he said, all God's angels must worship him. All angels must worship Jesus Christ. Yeah. Yes. Yeah. But about the angels, God said. About the angels, God said. Yeah. God makes his angels winds, yeah, and his servants flames of fire. Exactly. God said to all angels, here is my son. You must worship my son. Yes. On your side, I have made you, or I'll make you the wind. You are going to be a wind. So, from God, we have Jesus Christ. From Jesus Christ, we have the angels, which are wind. And from angels, we have the servant of God. Those servant of God, like me, for example, I'm a servant of God. I am the flame of fire. Niko chini ya malaika. Malaika wako juu yangu. Na Yesu Kristo ako juu ya malaika. Now, here we have protocols. Mungu wako, maana Yesu Kristo wako, malaika wako, na watumishi wa Mungu wako. Kwa hivyo katika hii kipindi yetu ya ukweli utakuweka huru, tunataka kujua katika ulimwengu wa kiroho mamlaka yamekaa namna gani. Kwamba Mungu ndiye mkuu, Yesu Kristo ndiye mdogo wake, anafuatwa na malaika, naye watumishi wa Mungu wanafuata malaika. So this is what pastor we call in English, ama kwa kimombo, the hierarchy of being. Yeah. The way the power is divided. Yeah. The way the power is divided in a spiritual realm. Kwa hivyo wakati tunaongea juu ya generation curses, tunaongea matamshi ambayo yametamkwa. For example, now the president can speak. Now anaweza ongea. He is the final. Matamshi ya president sio matamshi ya CS. For example, matamshi ya CS sio matamshi ya PS. Na matamshi ya common mwananchi yako. Kwa hivyo tunataka kuangalia Mungu akisema, Mungu akilaani, nani mwingine atamkosoa? Yesu Kristo akilaani, nani mwingine atalivasi hiyo laana? Haya, kutoka hapo malaika nao wakiongea, malaika wakisema, nani mwingine atasema?
Mtumishi wa Mungu akilaani, nani mwingine atasema? Common mwananchi ama binadamu wa kawaida, kwa sababu ako na nguvu, na alipewa nguvu wakati Mungu aliumba dunia. Akamwambia nimekupatia mamlaka. I have given you the power and the authority to rule everything on the earth. Hata shetani mwenyewe ako chini ya binadamu. Hata shetani mwenyewe ako chini ya binadamu. So there is power from common mwananchi or normal man up to God. Yes. Na ndipo tunataka kuangalia hii generation curses. Maana kuna laana nyingine imewekwa na binadamu. Binadamu kwa binadamu. Kuna laana nyingine imewekwa na watumishi wa Mungu. Kuna laana nyingine hata ya malaika. Kuna laana nyingine ya Yesu Kristo. Na kuna laana nyingine ya Mungu mwenyewe. Now we want to know about these curses. Na vile tunaweza jua hii laana na vile tunaweza toka kwenye hii laana. For instance, tukianza na common mwananchi ama normal man. Mtu laana ya mtu binadamu wa kawaida na binadamu mwingine. Yeah. Kuna laana ya binadamu wa kawaida na binadamu mwingine. Ningetaka tuangalie maandishi kidogo katika Zaburi 62, Psalm 62. Kwanza tutaanza kuangalia laana ya mtu wa kawaida. Laana ya mtu wa kawaida. Mimi naweza kukulaani, wewe unaweza kunilaani. Lakini chenye unaongea pastor, ni kama hata hii laana ya kawaida. Mwenye ako na authority over you ndiye tu anaweza kukulaani, ama hata mimi naweza laani mzazi wangu. Ningetaka kusema kama vile nimekuambia, now we are talking about seniority. Kwa sababu mimi nikiwa mzazi naweza kukulaani kwa sababu mimi ni senior kuliko wewe. Mimi nikiwa mtumishi wa Mungu naweza kukulaani kwa sababu niko senior kuliko wewe. Ningetaka kuona at one level. Now the curse between one level. Okay. For example, kama vile sahi muko, you are a teacher by profession. You are a counselor. Unaona kama wewe na huyu anaweza kukulaani ama unaweza mlaani. Yes, na ukimlaani itakuwa vipi katika one level? Hebu nisomee hapo kuanzia nayo laana. Mchungaji, niulize hapo. Kunaweza kuwa na laana bila sababu. Naweza tu muangalia hivi, I speak a curse upon her with no reason. Does that curse have any power upon her? Yeah. Yes. You can curse anybody because of jealousy. Wivu. Uangalia hivi umlaani. Lakini tunataka kujua ukimkasi bila sababu what will happen? That is effective. Yeah. Unaweza mtu anaweza kukulaani hata wewe bila kujua. Akulaani through somebody else. Mimi nimesema hiyo mali anajiringa nayo. Nimesema itaisha yote. It is a curse. Na maybe she or he has said without your presence. Unaona? Unaona sasa tuangalie level moja ya curse. Ndio tunataka usome katika Psalm 62 3 to 4. Okay. How much longer will all of you attack someone who is no stronger than a broken down fence? Yes. You only want to bring him down from his place of honor. You take pleasure in lies. You speak words of blessing, but in your heart, you curse him. You see, unaona, for instance, mtu ambaye unamfikiria ako na nguvu, unambomoa. Wakati mko na yeye, unamchekesha. Lakini ndani ya roho, unamlaani. Nilikuwa nataka kuongea mambo ya laana. Ndani ya kinywa chako unambariki. Lakini ndani ya moyo unamlaani. For instance, unaanza biashara. Mwingine tu anasikia wivu kwa kuanza biashara. Anakuja kwa kipanda yako ama kwa duka yako. Anakuambia congratulations for what you have done. Hii biashara mimi naona itakuwa mzuri sana.
anafurahi sana. Lakini ndani ya moyo wake anakuambia nimempatia tu wiki 2 yaishe. Nimempatia tu 1 week aishe. You see, start from verse 1. Usikie mtu kama huyo Mungu vile tunastahili kufanya. Mtu na kama nikuulize pastor, kabla niende kwa hiyo verse 1, umesema kwa mdomo yangu naongea mazuri juu yako, lakini kwa roho yangu na kulaani. Unanilaani. But now maybe I can get this clarification from you kama mchungaji wa Mungu. Yes. Because the Bible tells us there is the power of the tongue. There is the power of the tongue. Here nimelaani kwa roho, lakini kwa mdomo yangu sijasema kitu. Yes. And there is the power of the tongue. Yeah. How effective is that? Thank you very much.